Hii movie yetu leo inaitwa For the One na ni moja kati ya movie ambayo ina mafunzo makubwa sana especially kwa wanaume. Sasa ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho, lakini najua watu wengi watasema kwa nini huyu jamaa anapenda kuweka Morris Sam pamoja na Sunshine Rosman kwenye movie zake. Basi ufahamu kabisa hawa watu wakikutana movie inakuwa kali kinoma. Sasa nawaahidi kwamba hii ni movie ya mwisho mtaweza kuwaona hawa watu wawili kwa muda mrefu kidogo. Inabidi niwaweke break tuendelee na watu wengine. Sasa movie yetu leo inaanza hivi. Kuna washikaji wawili ambao wanakaa nyumba moja. Mmoja anaitwa Jidena na mmoja anaitwa D. Sasa hapa Jidena alikuwa na mgeni, anagonga hodi pale lakini jamaa hataki kumfungulia. D anamwambia wewe inabidi umfungulie mwanamke. Jamaa anasema kwamba unafahamu kabisa nikimfungulia mwanamke mambo atavyokuwa, itakuwa ni ugomvi hapa. Basi huyu Dia anasema kwamba kwa hiyo mimi nifanyaje? Akasema nenda mlangoni pale mwambie mimi sipo. Ikabidi Dia aende amfungulie mwanamke ambaye alikuwa anapiga hodi hapa na anapiga kelele sana. Anasema najua Jidana yupo hapa ndani kwa sababu nimeona gari yake. Akasema no, jamaa hayupo kama siku 3 hapa. Akasema hayupo siku 3, nimekutana naye tu juzi. Unaniambia kwa hiyo unataka uniambie yuko wapi? Akasema jamaa amesafiri ameenda Abuja. Akasema Abuja? Mbona gari yake ipo nje? Akasema sasa unataka asafiri kwenye ndege na gari? Nishakwambia Jidana hayupo hapa, inabidi uondoke. Jidana huko anasema yes, unaua kinoma mwanangu. Umeona? So huyu mwanamke ikabidi tu aamini kwamba Jidena hayupo na akasema kwamba nikijua kwamba Jidena yupo kwenye hii nyumba na unanidanganya nitakuja nikufanyia ugomvi. Basi Dia anasema kwamba wewe unielewi ninachokiongea, nimesema Jidena hayupo. Basi huyu mwanamke ikabidi aondoke zake. Naambiwa Jidena huko anasema huyu ndo mwanangu, oya umeua kinoma mwanangu kwa sababu ulikuwa ni msala huu. Umeona? So wanasupportiana ujinga, yani kwamba Jidena ni mtu ambaye anatongoza wanawake, anawatumia alafu anawabwaga. Huo ndo mtindo wake ama ndo style yake. Basi tunaendelea kama hivi. Kuna mwanamke mwingine huku anaitwa Ovi, alikuwa anapika hapa na anakaa na rafiki yake anaitwa Samantha. Sasa huyu Samantha amekuja anamwambia unapika chakula chote cha nini? Basi Ovi anasema napika kwa sababu nampelekea Dami kidogo. Akasema unampelekea Dami? Hivi mwanaume amekufanya nini kwa sababu kila kitu unamfanyia wewe, yeye hajawahi kukufanyia chochote? Akasema mama, mimi najua ninachokipata kwa huyu mwanaume. Akasema hapana, yani mwanaume haiwezekani wewe ndo unamfanyia kila kitu. Yani umekuwa ndo kama mwanaume, yeye hata ashughuliki, afu wewe bado unajifanya unaonyesha mapenzi. Akasema wewe hujajua tu mapenzi yalivyo, ungekuwa unanielewa sana usingekuwa unaniambia maneno. Basi unaambiwa Ovi amezama kwenye penzi zito, yani huyu boyfriend wake anampenda kinoma. Na baada ya chakula kuiva tunamwona anampelekea kwenye apartment hapa. Amefika amegonga hodi, mlinzi amekuja amemfungulia. Mlinzi amemzoea sana Ovi, akasema madam umekuja? Bosi yupo ndani. Niache chochote madam. Basi akamtolea pesa akawa amempatia. Ameingia amegonga kwenye nyumba ya Dami hapa. Dami anasikia hodi anaenda kufungua na mkuta mpenzi wake. Akasema nilikuwa nakuwaza, nitaka nikupigie simu sio muda mrefu. Akasema basi nilikuwa nakuja mwenyewe hapa, nimeshindwa kukwambia tu. Nilikupigia simu zako upokee. Mwana soja macho akame mfungulia mpenzi wake pale na anamwambia kwa nini upokee simu zangu na nakupigia muda mrefu? Jamaa anasema si unajua nilikuwa busy, kuna vitu nilikuwa nafuatilia vya ofisini. Basi akamemzuga kwa design hiyo hapa. Akasema vipi, kwa nini umebeba nini? Akasema nikubebea chakula. Basi jamaa akasema najua unavyonipenda, nashukuru mpenzi wangu. Akamepeleka jikoni. Basi baada ya muda unaambiwa Dami akamesikia hodi, amekuja kuchungulia. Kuna mwanamke mwingine ambaye anatoka naye anaitwa Lucy. Basi anagundua kwamba leo nachanganya mafaili. Akamemfuata nani? Ovi jikoni, akamwambia mama unapasha chakula? Akasema yeye anapasha chakula kwa sababu kitakuwa kimepoa. Akasema okay baby sawa. Mkoja kwanza anakuja mara moja. Akasema nani anagonga hodi hapo muda wote, mbona umfungulie? Akasema baby nashindwa nitakueleza ni nani, sidhani kama utanielewa. Akasema nieleze ni nani, mbona kama una wasiwasi? Akasema huyu ni mwanamke ambaye ni mtoto wa bosi wangu, afu mimi huaga nafuatilia kitu fulani kwa bosi wangu, na huyu mwanamke nimezuga kwamba nipo naye kwenye mahusiano ili niweze kupata kitu ambacho nakihitaji kwa bosi wangu, afu baada ya hapo nambwaga. Lakini hii ninajua ni issue italeta picha mbaya kwenye mahusiano yetu. Yani unaweza ukahisi kama mimi natoka na huyu mwanamke lakini mimi namzuga tu ili nipate kitu fulani kutoka kwa baba yake ambaye ni bosi wangu. Basi unaambia Ovi kwa sababu anampenda sana Dami. Akasema basi mfungulie. Akasema sasa namfungulia namwambia nini akikuona wewe hapa? Itakuwa ni msala huu. Akasema kwa unataka umwache hapo nje? Akasema sijui hata nifanye nini kwa sababu anaogopa kumfungulia. Akasema wewe mfungulie alafu mwambie mimi ni kazini wako. Unaambiwa huyu mwanamke the way anampenda Dami. Basi Dami akaenda kumfungulia huyu mwanamke anaitwa Lucy. Lucy ameingia. Akasema mbona umechelewa kufungua mlango? Akasema kuna vitu nilikuwa nafanya. Akasema vitu gani? Akasema unajua tena mambo ya ofisini. Basi akasema okay sawa. Na vipi akawa amemwona huyu mwanamke. Akasema huyu ni nani? Akasema by the way Lucy huyu ni kazini wangu na cousin huyu hapa ni Lucy mpenzi wangu. Akasema sawa nimefurahi kufahamu. Unaambiwa Ovi anajisikia vibaya sana lakini atafanyaje sasa? Anafanya hivi kwa sababu ya mpenzi wake apate hilo deal la hapo ofisini kwao. Basi huyu Lucy amekaa hapa akasema babe nataka kinywaji, niletee kinywaji. Umeona? So ikabidi Ovi
amwangalie kwa uchungu sana mpenzi wake, lakini atafanyaje sasa? Anampenda, akawa ameondoka zake. Basi hao wawili wamekaa hapo wakawa wanapiga story. Basi unaambia baada ya kuondoka Ovi akawa Dami akawa amempigia simu Ovi akiwa nyumbani, akamwambia kwamba nashukuru mpenzi wangu kunielewa na umefanya kile kitu kwa mapenzi, nilikuwa naenda kukumbuka siku ya leo. Basi Ovi anasema kwamba niahidi kwamba ni mambo ya ofisini tu yanaendelea. Akasema baby, unadhani mimi nakudanganya? Hapana, yule ni mtu ambaye anafanya naye tu kazi, alafu mambo mengine tunafanya tu kwa maigizo kwa ajili ya mimi nipate hiyo issue. Akasema sawa, mimi nakuamini, unajua mimi nakupenda na sitaki kupoteza Basi anavyoongea na simu unaambiwa Sami akawa ameingia hapa na anamsikia Ovi anavyoongea. Akasema unaongea kitu gani? Mbona kama nimesikia kitu cha ajabu kidogo. Akasema nimeenda leo nyumbani kwa Dami, nimemkuta na mwanamke mwingine. Yani kuna mwanamke ameingia na alikuwa anaonekana kama vile ana mahusiano naye, lakini anamtumia tu kwa ajili aweze kupata kitu fulani kwenye ofisi yake. Yani huyo mwanamke ni mtoto wa bosi wake, kwa hiyo anamtumia, anamdanganya kimahusiano. Basi hapa Sami akasema hivi, unajielewa unachokiongea? Yani mwanaume wako anatoka na mwanamke mwingine, alafu wewe anakudanganya kwamba eti ni mtoto wa bosi wake, bra bra bra, anataka apate position fulani, anamtumia tu. Hivi kama unalala kweli unajuaje? Akasema mimi namjua vizuri Dami, hawezi kufanya hivyo. Hawezi kulala na yule mwanamke, ananipenda sana mimi. Umeona? Akasema endelea kujidanganya. Na huyo mwanamke anaitwa nani? Akasema anaitwa Lucy. Akasema Lucy, basi sawa. Inspection inaanza. Mimi ni FBI wako. Basi unaambiwa kweli, unaambiwa huyu Sami akaanza kumchunguza nani? Akaanza kumchunguza Dami. Yani akawa anawafuatilia sehemu ambazo anaenda. Na kweli siku leo anakuja kumuona hapa. Alikuwa anaelekea supermarket na akamuona yuko na yule mwanamke anaitwa Lucy. Akasema hawa ndo watu wanaosema eti wana act. Hapana, huyu Dami lazima kuna kitu anamfanyia rafiki yangu. Basi akawa ameona hicho kitu na akaja kumwambia leo Ovi. Akasema Ovi, nilivyowaona hawa act hawa watu hapo kwenye mahusiano nakwambia. Basi Ovi amekuja kwa amepandisha sauti akasema wewe mbona unanionea wivu? Kwa nini unafanya hivi? Akasema kweli nilivyowaona wanavyoshikana hakuna mambo ya kuact pale. Huyu mpenzi wako anakuchiti. Na utakuja kunishukuru siku moja na haya mambo ninayokuambia. Nimeona hapo karibu hivi afu unasema wana act. Hawa watu wanakufanyia ukweli. Akasema hapana, mpenzi wangu hawezi kunichiti, na alivyoniambia mimi namwamini kwamba anamtumia yule mwanamke ili aweze kupata position kwenye ofisi yao na hakuna chingine ambacho unaweza kuniaminisha. Basi Samantha akasema sawa, mimi sikulazimishi, na kama utaamua kuamini wewe amini, lakini kama utaamua basi sawa. Basi unaambiwa Ovi hapa elewi chochote, naomba kwamba hapana, mimi sikuelewi na wewe unanionea wivu. Mimi unataka niachane na huyu mwanaume, si ndio? Unampendaga nini? Mimi sitaki unishauri chochote kuhusiana na mpenzi wangu. Basi unaambiwa hajamuelewa kabisa rafiki yake Sami. Basi Sami akasema sawa, mimi nakuachia wewe. Leo Sami ana scroll kwenye simu yake, anaingia Instagram, anakuta post ya Dami, ameposti kwamba amemvalisha pete Lucy na wapo tayari kwa ajili ya kuweza kuoana. Basi akawa ameiona, ameshangaa, akamuita Ovi njoo uone. Akawa amemwonyesha, hebu angalia, usi ndo Dami wako, angalia amemvalisha pete yule mwanamke, pete uchumba, wewe ulisema wana act ya. Umeona? So Ovi akaanza kusanuka, hii imefikia sasa mbali, haiwezekani. Dami kwa nini unafanya hivi? Aliniambia tu na act, sasa umefikia mpaka hatua ya kuvalishana pete unaweka mtandaoni. Akasema mimi si nilikwambia wewe, hawa watu wanakufanyia vitu vya serious alafu unasema wana act. Haya angalia mama, umeona? Akasema hapana, inabidi kesho niende kwa Dami nijue ukweli. Basi kweli unaambiwa siku ya leo wameenda kwa Dami na mlinzi akasema madam, bosi Dami hayupo. Akasema hayupo wakati naona gari yake hapa. Wewe naye umeanza kuungana na bosi wako, si ndio? Mnanifanyia ujinga. Basi jamaa alikuwa ameambiwa kwamba wakija wao wanawake, yani akija Ovi hapa simruhusu kuingia. Akasema mama, tunaona gari yake ile pale. Akasema gari ipo ndio, lakini bosi amesafiri. Akasema basi ngoja sisi twende ndani tujishuhudie mwenyewe kama amesafiri ama hayupo, ndio tutajua wenyewe. Umeona? Wakawa wameingia ndani. Basi wameingia ndani na mkuta huyu mwanamke ambaye ni Lucy alikuwa amelala hapa. Akasema bora tumekukuta. Akasema cousin wa Dami. Akasema sikiliza, nilikuwa nakudanganya tu, mimi sio cousin wa Dami na mimi ni mpenzi wake kama ulikuwa hujui. Mpenzi wana? Akasema ndio. Ghafla anatokea Dami hapa, anasema cousin vipi? Akasema baby, amenichanganya, mbona wananiambia eti kwamba eti wewe ni mpenzi wangu, mbona sielewi? Huyu mwanamke ni nani? Si uliniambia ni cousin wako? Akasema baby, huyu ni cousin wangu, si ndio cousin? Basi hapa Samantha akasema una hata aibu wewe mwanaume. Basi unaambiwa hapa Lucy ndo anakuja kugundua kwamba Dami anamdanganyaga. Akasema wewe Dami unasema nini? Niambie kwamba huyu ni kazini wako. Dami anasema ndio, si wewe ni kazini wangu, si ndio? Basi hapa unaambiwa Samantha anazidi kuongea. Ovi amekaa tu kimya, anasema wewe acha kudanganya. Mbona wewe mwanaume ni muongo sana? Huyu si mpenzi wako. Kwa nini unamdanganya huyu dada kwamba huyu ni kazini wako? Unataka kitu gani kutoka kwa mwanamke? Haya, kama ni mchezo mlikuwa mnacheza inabidi uishi hapa kwa sababu mpenzi wako amerejea. Umeona Basi unaambiwa Lucy ndo anakuja kujua ukweli. Ovi akasema kwa hiyo muda wote unadanganya kwamba eti wewe unataka kumtumia ni mtoto wa bosi wako. Kumbe muda wote unatoka na huyu mwanamke na hamna chochote ambacho kinaendana na ukweli ambao unaniambia. Basi unaambiwa Lucy pia anasikia ukweli wote. Basi Ovi ikabidi amwambie kwamba Dami, nilikuamini sana, lakini kwa haya ambayo umenifanyia mimi na wewe ni basi tena. Mimi na wewe hapa mahusiano yetu yamevunjika. Akawa ameondoka zake. Basi Dami akaona fresh
ondokeni. Kama vipi ondokeni bwana, hata hivyo mimi nilikuwa nakutumia. Akasema Dami, yani kwa yote ambayo nilikuwa nakufanyia na kupikia na kufulia. Dami akasema ulikuwa unafanya kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba, ulikuwa unafanya kwa mapenzi yako mwenyewe. Basi unaambia Ovi hapa ndo anasikia uchungu sana baada ya Dami kumwambia maneno. Huko Samantha anacheka kwa sababu alishai kumwambia kwamba unamfanyia huyu mwanamume haya mambo yote, lakini una uhakika nakupenda. Basi leo anajua ukweli kwamba Dami hampendi, na anamwambia kwamba yote ulikuwa unafanya ulikuwa unajipendekeza, mimi nilikuwa sikukubali wala nini. Basi ikabidi tu Ovi kwa uchungu aondoke. Basi Dami akaona fresh nimemuondoa Ovi, nimebaki na Lucy. Cha ajabu Lucy mwenyewe anamwambia kwamba hivi wewe mwanaume una akili vizuri? Anasema baby, tushamaliza hapa. Basi Lucy mwenyewe akasema niache na uachane na mimi kuanzia leo. Basi Dami akajikuta amempoteza Ovi, amempoteza na Lucy pia. Ovi amerudi nyumbani huku analia kweli, unaambiwa anamaliza tu hapo toilet papers kwa kufuta machozi. Basi rafiki yake Samantha anamwambia kwamba nilikwambia mimi kuhusiana na huyu mwanaume, lakini yashatokea rafiki yangu, inabidi to move on. Akasema yani nasikia uchungu sana, nilimwamini huyu mwanaume. Akasema basi pole, potezea. Akasema sidhani kama naweza nikapotezea. Basi Sami akamwambia inabidi tutoke out, twende tukanywe leo, tufurahi na utoe ya mawazo. Basi kweli wakawa wamepanga kwa ajili ya kwenda out. Wameenda out kwenye club moja siku ya leo, wamekaa hapo walikuwa wanakunywa, na Ovi akalewa kinoma, yani amelewa chakali. Akaanza kucheka mwenyewe tu hapa. Sami anamwambia inabidi tuondoke maana umelewa kinoma, yani hauwezi kuendelea kukaa hapa. Ovi anasema twende wapi? Umenileta hapa ili tulewe, tunywe. Sasa unaniambia turudi nyumbani. Mimi sirudi nyumbani. Tupige story, tunywe, tufurahi. Umeona? So akaendelea kucheka sana. Bahati mbaya akawa amemuona mwanaume mmoja amekaa na rafiki yake, inamaanisha Jidena na D. Basi akawa amemuona yule Jidena, akasema muangalie yule mwanaume ni mzuri muangalie the way alivyo. Akasema Samantha akamwambia hivi umeshaanza kujiingiza kwa wanaume, si aliyekuumiza ni mwanaume? Akasema acha nimpe hai. Akanampa hai. Basi Jidena naye akampa hai nani? Ovi. Akacheka akasema huyu guy amenipatia na mimi hai, muangalia ni kama amenizimia ngoja niende nimfuate. Basi huku D anamwambia oya, yule mwanamke anaonekana amekuelewa. Akasema anaonekana amenielewa mtoto yule pale, muangalie alivyo mzuri. Basi huku Ovi anacheka kinoma, anamwambia Sami mimi nataka niende kwa yule mwanaume. Sami anamwambia usijaribu. Akasema naenda, kwa nini siende? Mwanaume ni mzuri kama vile. Akasema wewe unajiingiza kwenye matatizo na umetoka kwenye matatizo. Akasema niache. Akawa ameenda amemfuata nani? Amemfuata Jidena. Akawa amesema boy vipi wewe ni handsome. Jidena anasema wow una vibe sana wewe mwanamke. Akasema mimi na vibe nashukuru. Akasema vipi unajua kuvuta shisha? Akasema hebu nifundishe nielekeze. Akasema wanavuta hivi. Akasema basi sawa na mimi ngoja nivute hapa. Akawa amekaa hapo akawa anapiga story na anamvutisha shisha. Nani anamvutisha shisha? Ovi. Basi wakajikuta wameondoka pamoja, na asubuhi pamekucha unaambiwa Ovi akajikuta amelala na Jidena, na hapa anashtuka namuona huyu mwanaume pembeni. Jidena anasema wewe mwanamke ni mzuri, ni fundi kinoma, nimefurahi na nimeenjoy sana kwa huduma yako ya jana. Umeona ngoja nijitayarishe hapa na nikuletee chai. Ovi aelewi jamaa anaongea kitu gani kwa sababu alikuwa amelewa. Basi Jidena ameondoka, amemwambia hizi ni pesa ambazo nimekuachia hapo kwa kazi nzuri ambayo umeifanya siku ya jana. Akawa ameondoka zake. Basi unaambiwa Ovi anashangaa, pesa ameachiwa $200 pale. Anajiuliza kwa hiyo jamaa anajifunua, anajikuta yupo uchi. Yani ni kwamba ameshafanya mapenzi na Jidena. Yani kwamba Jidena alikuwa anaona kama yule mwanamke alikuwa anajiuza labda. Umeona, so amefanya naye mapenzi na kwa ufundi aliopewa basi amemwachia na pesa. Jamaa yetu ametoka kuoga hivi, anamkuta yule mwanamke ameondoka na ameziacha zile pesa, kwa sababu yule mwanamke ajiuzi, tunafahamu wote ni pombe tu na stress alizokuwa nazo. Basi yupo kwenye gari huko anawaza, ina maana yule mwanaume alisi mimi najiuza, ameniachia pesa. Akamechukia sana na amemwambia rafiki yake ambaye ni Samantha, anasema yani huwezi kuamini kitu ambacho yule mwanaume anifanyia. Akasema kwa hiyo amekuachia pesa? Alihisi kama unajiuza. Akasema ndio, ameniachia pesa. Akasema kwa nini uliniacha? Akasema wewe ulivyokuwa unaongea maneno siku ya jana, yani hata watu wenyewe walikuwa wanaona kama vile nakulazimisha, na yule mwanaume amekupenda afu mimi ni kama vile na kuonea wivu. Kwa nini nilikuacha uondoke naye? Akasema yani huwezi kuamini yule mwanaume alichonifanyia. Basi huko pia Jidena anamwambia D kwamba yule mwanamke huwezi kuamini ameacha pesa ambayo nilimwachia. Dia anamwambia kwamba wewe unadhani wanawake wote wanajiuza? Yule mwanamke alikubali kurudi na wewe nyumbani kwa sababu alikuwa anahisia na wewe. Alafu wewe unahisi kama vile alikuwa anajiuza. Umemkosea sana mwanangu. Akasema kila mwanamke anataka pesa. Sasa mimi sidhani kwamba nilikuwa nafanya makosa kumwachia pesa. Na nilimwambia ni pesa ya nauli tu. Umeona? So huko pande wa pili unaambiwa Ovi anafanya kazi, ana hasira kinoma baada ya kufanywa kile kitendo. Basi Samantha anamfuata hapa, anamwambia kwamba vipi baba? Mbona uko busy sana, uko na hasira? Akasema uwezi kuamini, yani na waza bado yule mwanaume alichonifanyia. Ananipatia pesa mimi kwa ajili ya kulala naye. Ananiona mimi ni malaya kiasi hicho hapo. Akasema lakini maybe akufahamu, na ulisema hiyo pesa ni kwa ajili ya nauli, si ndio? Akasema nauli gani ya $200? Yule mwanaume alikuwa ananilipa kwa kitu ambacho nimekifanya, na yani
wanaume wa Nigeria sijui wako vipi yani. Na hasira sana na yeye, umeona, nisikutana naye sehemu yote kwa sababu yani ndamfanya kitu kibaya. Basi akaendelea na kazi. Basi tunakuja kumuona mwanamke mwingine anaitwa Regina, alikuwa anafanya mazoezi kwenye apartment hizi za karibu na alikuwa na shepu. Bahati nzuri tutakuja kumuona Jidena pia alikuwa anatembea kwenye apartment anafanya mazoezi naye. Akawa amemuona huyu mwanamke na alikuwa anamvizia. Akasema, "Mambo, samani mimi naitwa Jidena, unaitwa nani?" Akasema, "Naitwa Regina." Akasema, "Oh, si kuona kwenye apartment, vipi unakaa kwenye hizo apartment?" Akasema, "Haikuhusu." Akasema, "Sawa. Naomba unipatie basi namba yako tuweze kuwasiliana." Akasema, "Kwa hiyo wewe unafukuzia wanawake unaomba namba, si ndio? Unijui sikujui, kwa nini nikupatie namba yangu?" Akasema, "Nataka tuwasiliane tujuane." Basi unaambiwa huyu Regina akasema, "Kuhusu na wewe sio business zangu, kwa hiyo naomba uniache niendelee na mambo yangu." Akawa amemwacha mshikaji. Ukimwangalia mwanamke kama unavyomuona ameumbika kinoma, na jamaa akiangalia lile shape anaona huyu mwanamke siwezi nikamwacha, yani huyu mwanamke hapana, ni mzuri kinoma. Basi unaambiwa akawa ameendelea na mishe zake, na leo amekuja na rafiki yake D kwenye ile club ambayo alikutana na Ovi siku ile. Basi amekaa hapa, D anamwambia, "Umekuja kwenye club unadhani utakutana na yule mwanamke tena?" "Hapana, huwezi kukutana naye, umeshaharibia, yani umeshazingua, huwezi kumuona tena." Basi unaambiwa Jidena anasema, "Fresh, mimi kwanza sije kumuona huyu mwanamke." Basi D akamwambia, "Yule pale." Basi unaambiwa Jidena akashtuka akasema, "Kumbe unatamani kumuona, unajifanya kama vile hutaki kumuona yule mwanamke kuna kitu gani alichokupatia mwanangu?" Akasema, unadhani masiara mpumbavu, mpuzi wewe." Basi unaambiwa wakawa wameishia hivyo na kumuona Ovi. Basi Ovi leo alikuwa na rafiki yake Samantha, walikuwa wanatembea hapo na ghafla akawa ameona gari ya nani, ya ex boyfriend wake ambaye ni nani, ni Dami. Basi anataka kukimbia pa Samantha anasema, "Kwa nini unakimbia? Unamkimbia mpumbavu. Mpumbavu amekuumiza afu unataka kumkimbia. Mchane ukweli." Umeona? So akawa amemsogelea hapo nani? Dami. Dami akasema, "Samani Ovi. Nitaka nikwambie kwamba Samantha anasema, "Tupishe tuondoke, tuna mambo mengi ya kufanya." Akasema, "Nisikilizeni dakika mbili tu Ovi. Nataka nikuombe msamaha kwa sababu nilikosea sana na nimegundua kwamba ni mwanamke ambaye unanifaa na yule mwanamke nimeachana na Lucy. Naomba tuweze kurudiana." Basi unaambiwa Samantha akaanza kucheka sana. Ovi anamwangalia tu mshikaji akasema, Samantha akasema, "Kwa hiyo wewe baada ya kuachwa na yule mwanamke mwingine ukuje kufahamu kwamba Ovi alikuwa wa maana, si ndio? Baada ya kumwambia yale maneno yote kwamba alikuwa anajipendekeza kwako. Hivi una haya? Wewe ni mwanaume wa ajabu sana. Ondoka, tuna mambo mengi ya kufanya." Basi unaambiwa jamaa yetu anazidi kujieleza. Ovi akasema, "Sikiliza, hujamsikiliza Samantha alichosema. Sitaki kukusikia wala sitaki kukujua. Na ukiniona mimi uwe kama hujawahi kuniona sehemu yote. Naomba uniache na maisha yangu." Jamaa naomba msamaha, lakini Ovi akaamua kuondoka zake. Basi siku ya leo tunakuja kumuona mwanamke mwingine anaitwa Miss Susan, ni bosi wake na nani, na Ovi. Basi amemuita Ovi leo hapa, alikuwa na kikao na kuna mteja muhimu sana alikuwa anakutana naye siku ya leo. Wanafanya biashara, wameingia naye ubia. Basi Ovi amefika hapo na bosi wake akamwambia kwamba, "Nilikuwa naongea na huyu mteja, anakuja sio muda mrefu na mbona umechelewa?" Akasema, "Ni kulikuwa na junction, kulikuwa na foleni barabarani madam, huwezi kuamini. Yaani nimefika hapa tena nimechukua tu bodaboda." Umeona? So madam wake akasema, "Sawa, basi jiandae hapo, kuna mteja muhimu tunataka kumpokea siku ya leo." Basi unaambiwa baada ya muda anakuja nani? Anakuja mshikaji wetu Jidena, na huyo ndo mteja muhimu. Unaambiwa akawa amesalimiana na Ovi na wanajuana, kumbuka wamelala pamoja. Umeona? Na walikuwa na kesi kwa sababu Ovi alihisi huyu jamaa amemnunua, yani amemdharau. Umeona? Basi wamekaa hapo akawa na discuss mambo ya biashara, na baada ya kumaliza discussion huyu Susan akamwambia kwamba, "By the way Jidena, wewe unakaa kwenye mtaa fulani hivi. Huu ni mtaa ambaye anakaa pia Ovi. Mnaweza mkaongozana ukampa lift." Akasema, "Haina haja madam." Akasema, "Ongozana naye kwa sababu tunafanya kazi, inabidi mjuane sasa hivi vizuri." Basi ikabidi Ovi akubali ili madamu wake asifahamu kwamba watu wanajuana. Akasema, "Basi sawa madam, tutafanya hivyo." Basi wakawa wameingia kwenye gari wanarejea nyumbani. Basi unaambiwa Ovi amekaa muda wote kimya. Jamaa wetu akasema, "Hutaki kupretend tena, madamu wako hayupo hapa. Inabidi uongee kitu ambacho kwa nini uliondoka siku ile na ukaacha zile pesa." Basi unaambiwa Ovi akaanza kufunguka. Akasema, "Hivyo wanaume ni waajabu sana. Uliona mimi ni malaya kwanza paki gari nishuke kwa sababu uliniuzi siku ile pale. Yaani unanipatia mimi pesa, nilikwambia najiuza mimi. Ulihisi kama mimi najiuza, si ndio? Nishushe hapo kwanza, ushaniboa." Muona? So ikabidi ashushwe hapo na jamaa wetu ajieleza. Akasema, "Mimi nilikupatia ile pesa kama tu pesa ya nauli na sikusema kwamba nimekununua. Afu umenielewa vibaya, na mwanamke yote anatakiwa kupewa pesa. Kwa nini wewe ulikataa pesa?" Akasema, "Mjinga wewe, wapatie pesa malaya wako ambao unawapatiaga siku zote." Basi jamaa wetu akacheka sana akasema, "Kwa hiyo ndo attitude yako iko hivyo?" Akasema, "Sitaki tena uniache, isingekuwa kazi. Sitaki hata kuona mimi wewe." Umeona? So ameondoka zake. Jamaa wetu akawa anamwangalia anasema, "Kwa hiyo hutaki kunisamehe? Basi sawa bwana, nenda." Umeona? Akawa amemwacha aondoke zake. Basi unaambiwa huko Ovi amerudi nyumbani akaanza kumwambia Thamansa, "Huwezi kuamini, yule mwanaume ambaye nililala naye eti ni mtu ambaye tunafanya naye kazi na ni mtu wa karibu, bosi wangu anamwamini. Hichi ni kitu ambacho kitanipatia stress sana." Na anaongea bila hata aibu, amenipatia lifti, anasema eti alinipatia nauli, ile ni pesa ambayo alinipatia tu. Yaani huwezi kuamini huyu mwanaume ni hana hata aibu kabisa yani. Umeona? Samantha anasema, "Sasa utafanyaje? Unafanya naye kazi, hautomwepuka sasa hivi. Inabidi tu uvumilie kuwa naye, lakini
uangalie usitengeneze karibu naye kwa sababu anaweza akakuingia tena, umeona. Basi huyu jamaa yetu pia Jidena anakuja kumwambia rafiki yake D kwamba huwezi kuamini yule mwanamke nimekutana na kwenye kampuni ambayo nimeenda kushirikiana nao kazi, eti ndo yeye pia anafanya kazi pale. Anacheka sana, umeona. Jamaa akasema kwa hiyo inabidi ufanyeje? Sikia mwanangu, inabidi mambo yako ya umalaya uache. Wewe ni mwanaume ambaye sasa hivi umeshakuwa, inabidi utafute mwanamke mmoja utulie naye. Jidena akasema wewe unanishauri nini wewe? Wewe unanishauri mimi nitulie mwanamke mmoja wewe? Akasema mimi nakwambia kweli. Akasema kama umekosa vya kunishauri niache hapa kwanza. Leo naambia tena ameenda kutega kwenye apartment ambayo anatokea yule Miss Susan, Regina, yule mwanamke ambaye ana shape nzuri. Jamaa anajifanya anataka kujoga hapa, kumbe alikuwa anamsubiria huyu mwanamke. Basi huyu mwanamke ametoka akasema, "Kwa hiyo wewe unaniwindaga? Yaani ni kama vile unanipeleleza, si ndio?" Jamaa yetu akasema, "Hapana, na hata kama ningekuwa nakupeleleza siwezi nikachoka kukupeleleza mwanamke mzuri kama wewe." Regina akasema, "Sikiliza, unachokitaka hapo huwezi kukipata. Fanya tu mambo yako." Akasema, "Sikiliza, ninachokitaka mimi ni namba yako tu tuweze kufahamiana. Labda ukinijua au utakuwa unanipuka kama unavyonipuka hivi." Akasema, "Nishakutajia." Akasema, "Ulihitaji siku ile kwa haraka sana hata sikusikia." Akasema, "Siwezi kurudia mimi kuongea maneno mengi." Sikiliza, nahitaji chap chap, andika." Umeona, sio mshikaji akara anaandika namba ya yule mwanamke. Basi amepata namba yake na akaanza kuwasiliana naye. Basi siku ya leo naambiwa Miss Susan amempigia jamaa yetu Jidena, anasema kuna mafaili muhimu sana ambayo unatakiwa kusaini na nani na Ovi, inabidi mkutane. Basi jamaa akasema, leo siwezi nikatoka, leo niko nyumbani, kuna kitu muhimu sana nakifanya. Kama inawezekana basi Ovi tuweze kukutana nyumbani kwangu. Basi unaambiwa madam akawa amempigia Ovi simu na ikabidi aweze kukutana na nani, ameambiwa aweze kukutana na nani, na yule Jidena kwa ajili ya kusaini mafaili hayo. Umeona, so Ovi amepata hiyo message na amechukia sana baada ya kupewa address ya kumfuata mshikaji nyumbani kwake. Umeona, sasa inabidi afanye hivyo kwa sababu bosi wake ndo amempatia hiyo amri. Basi huko upande wa pili tunakuja kumuona Jidena, kumbe alikuwa tayari ameshampata yule dem Regina mwenye shape na ameshalala naye unaambiwa. So hapa alikuwa naye kwenye hii nyumba na Regina amefurahi sana baada ya kupata tendo na mshikaji, na jamaa akawa amemwaga Regina kwa ajili ya kuweza kufanya nini, kwenda nyumbani kwake kwa ajili ya kuweza kumpokea yule mgeni ambaye ni nani, ni Ovi anayekuja. Basi unaambiwa anamwangalia kwa mbali, anamuona. So Ovi amefika hapo na jamaa akamwambia kwamba karibu nyumbani na karibu kinywaji. Basi unaambiwa Ovi akasema mimi sija kunywa hapa, nimekuja kufanya kazi. Jamaa akasema kwamba hatuwezi kuongea mambo mengine. Akasema siwezi nikaongea mambo mengine, naomba tufanye kazi, mimi niondoke na mambo mengi ya kufanya. Jamaa akasema kwamba unajua siku ile kitu kilichotokea ni tufanye kama ilikuwa tu ni bahati mbaya. Basi unaambiwa Ovi akasema hivi una akili? Kamkata kibao kwanza. Akasema yani kama ilikuwa ni mambo ya kusaini ndo haya, kama ilikuwa kikao ndo hiki, mimi naondoka, afu utajua mwenyewe utamweleza nini Susan. Akawa ameondoka zake. Basi unaambiwa siku ya leo anavyoondoka akawa amepita ule mtaa, na kumbuka ule mtaa anakaa pia Regina. So akawa amemuona Regina, kumbe ni marafiki wa muda mrefu, wamesoma chuo pamoja. Akawa amemuona akasema, Regina, Ovi. Akawa amejuana hapa. Akasema sijaamini kama wewe umerudi lini kutokea Marekani? Akasema nimerudi na kama mwezi. Akasema uwezi kuamini. Akasema kwa nini unakaa mtaa huu? Akasema hapana, mimi nakaa mtaa fulani hivi, ila nimekuja kwa ajili ya kazi kwenye huu mtaa. Akasema okay girl, mimi nakaa hapa. Akasema wow, yeah, nimefurahi sana kuona, ni muda mrefu. Akasema yani Sami kuona uwezi kuamini. Akasema Sami yuko wapi? Akasema nakaa naye, mimi nakaa na Sami. Unakaa na Sami? Kia Mungu, inabidi nimewamisi sana. Hem, kwanza nikukumbatie, nipatie namba yako tuweze kuongea, alafu tukutane kama girls. Umeona, so akawa amepatiana namba. Basi huku unaambiwa Ovi akaja kumwambia Sami kilichotokea kwa Jidena kule nyumbani. Akasema uwezi kuamini, nimeenda kwenye kikao kwa ajili ya kudiscuss na yule jamaa. Si jamaa akaanza kuongea mambo ya mapenzi, mambo ya kukutana siku ile pale. Yaani nimechukia sana, umeona. So akawa anampigia story, lakini pia akamwambia nimekutana na Regina, na Regina uwezi kuamini amependeza sana. Amesema tutakutana siku moja. Kumbe hao wote wanafahamiana na nani? Na Regina. Siku ya leo naambiwa ilikuwa ni siku ambayo kuna mtu amegonga kwenye mlango wa Ovi hapa na amemletea zawadi. Sasa kujua ile zawadi imetokea wapi, akawa amefungua baadaye anakuja kujua ile zawadi imetokea kwa Jidena. Akawa amempigia simu akasema kwa nini umenitumia zawadi? Jamaa akasema nimetumia hiyo zawadi kama apologize, ni msamaha kukuomba. Akasema nishakwambia sitaki chochote kuhusiana na wewe, mbona ni leo mwanaume na sitaki zawadi zako, sitaki chochote kuhusiana, hata mawasiliano siyataki, umeona, so naomba usiwasiliane na mimi. Jamaa akasema kwani utakuwa ni mtu ambaye una hasira kiasi hiki hapa mpaka lini? Inabidi tusameane bwana, afisi tunafanya kazi pamoja. Basi unaambiwa jamaa akasema kama vipi, inabidi niombe msamaha kwa kutayarisha maybe zawadi kwenye birthday yako. Najua birthday yako kesho kutwa tu, nimeona kwenye mtandao, kwa hiyo naomba niweze kuandalia party, ndalipia kila kitu mimi, umeona, hii itakuwa labda msamaha kwako, umeona. Basi unaambiwa Ovi akasema acha ndafikiria, umeona. Basi unaambiwa siku ya leo Regina alikuwa amekuja kwa Jidena, na
Regina akija kwa Jidena unaambiwa huyu mwanamke anapenda sana mapenzi. So amekuja siku ya leo hapo na moja kwa moja akamwambia unajua ni hicho kifuata, twende chumbani. Akawa ameenda chumbani, ameenda kufanya mapenzi. Basi siku ya leo ilikuwa ni siku ya birthday ya nani? Ya Ovi, na akawa amekubaliana na rafiki yake kwamba wamekubali Jidena anaweza kuandalia party, na wamekubali kwamba kuna sehemu wanaweza kukutana alafu waweze kuandaa party. Basi Samantha anamuuliza, anamwambia uko tayari? Uko sure unataka kwenda kuonana na huyu jamaa na umekubali aweze kuandalia party? Akasema anaendelea tu party kwa sababu hata nikimwavoid nitakutana naye kila siku ofisini. Kwa hiyo acha tumpe tu nafasi afu tuone inakuwa vipi. Akasema sawa, twende. Lakini mimi na mashaka. Akasema usijali. Basi wameenda kwenye hii sehemu hapa, ilikuwa ni sehemu ya kunywa, wanamsubiri nani? Jidena. Wamekaa hapa. Mhudumu anakuja kuuliza niwaandalie nini, anasema tupe tu kidogo muda afu tutakuita. Basi wamekaa hapo, naambia lisaa lizima Jidena atokee. Akasema mama, inabidi tuagize tu chakula, huyu jamaa sidhani kama anatokea. Hata kama akitokea basi ataendelea na party nyingine, ila si inabidi tule kwa sababu tumekaa hapa tumemsubiri muda wote. Basi unaambiwa jamaa anapigiwa simu na Ovi. Jamaa yuko wapi? Amelala. Sasa cha ajabu ni kwamba amelala na nani? Amelala na yule mwanamke wake ambaye ni Regina aliyemtongoza siku 3 zilizopita tu. Basi ikabidi tu Ovi pamoja na Samantha waondoke waende nyumbani na waone kabisa wameweza kudanganywa. Basi hapa Ovi anampigia bado Jidena alivyorudi nyumbani, lakini Jidena hapokei simu. Unaambia huko Samantha anamwambia kwamba mama, huyu jamaa apokee simu, muache tu. Akasema yani huwezi kuamini, nimemwamini alafu ameniyausha kwenye birthday yangu. Tungeandaa party na marafiki wengine, nimemwamini yeye nikiamini anakuja kuandalia party, lakini amenidanganya. Kwa nini na mimi kirahisi niliweza kumwamini hivyo? Umeona? So huku jamaa yetu alikuwa amelala na Regina kama nilivyokuambia, na anaamka anaangalia simu yake anakuta kuna missed call 40 za Ovi. Anashuka anasema shit. Umeona? Akawa amevaa hapo ili aweze kuongea na hiyo simu mbali kidogo na Regina. Ameenda chooni kule, amepiga simu na Ovi akupokea pia simu. Basi leo wamekutana ofisini hapa na walikuwa na kikao pia muhimu. Basi Miss Susan anamwambia Ovi kwamba hebu kaa hapo, kuna kitu tulikuwa na discuss, kitu muhimu sana. Basi alivyokaa hapo Miss Susan akawa amepigiwa simu na bosi wake pia. So akasema okay, hapo kuna mtandao sikusikii vizuri, hebu ngoja niende kwenye sehemu yenye mtandao vizuri. Akamwambia jamani, hapo kuna kuaga na mtandao mbovu, ngoja nikaongea na hii simu afu nyie endelee kudiscuss hiyo issue afu tutakuja kumalizia. Basi alivyoondoka Susan wakaanza kuongea hapa. Akasema mbona upokee simu zangu? Akasema nipokee simu zako za nini? Na kwa nini ulinidanganya kwenye siku ya birthday yangu? Unajua kwamba ile siku ilikuwa ni muhimu sana. Jamaa akasema huwezi kuamini na uwezi kunielewa kitu ambacho nakwambia. Akasema kitu gani? Hebu eleza nikusikilize. Akasema siku ile nilikuwa naumwa kichwa na rafiki yangu aliniletea dawa. Alichanganya, baada ya kunipatia dawa ya maumivu ya kichwa alinipatia dawa ya kulala. Sasa nikajikuta nimelala muda mrefu sana. Na baada ya kuamka nikakuta missed call zako 40, nilijisikia vibaya sana. Akasema wewe ni muongo. Akasema huwezi kuniamini lakini huo ndio uhalisia. Akasema sawa. Umeona? So siku ya leo anakuja kuletea zawadi hapa alivyorudi nyumbani. Samantha anamwambia nimepewa hii zawadi nikuletee na mtu hapo nje. Akasema nani? Akasema sijajua, wewe funguo ujue mwenyewe. Anakuja kujua ni zawadi imetokea kwa Jidena. Basi baadaye pia amekuja kaa hapa, zawadi nyingine akatumwa. Akasema nimeshachoka hizi zawadi aisee. Sasa huyu jamaa atakuwa analetea zawadi kila siku, umeona? So leo tena wametoka, wakati wanarudi nyumbani wakuta package ipo nje hapa. Akasema hii ni zawadi najua imetokea kwa Jidena pia. Akasema mimi siichukui. Samantha akaichukua. Akasema wewe utaichukua tu. Basi unaambiwa akampigia tena simu. Nani? Kampigia simu Jidena. Akasema hivi kwa nini unanitumia zawadi? Hizi zawadi mimi mpaka nashindwa sehemu ya kuziweka. Sizitaki. Jamaa akasema kwamba nakutumia zawadi kwa ajili ya kuomba msamaha kwa sababu nilikosea sana. Na vipi kama nitakuomba msamaha kwa kualika nyumbani kwangu nikupikie chakula kizuri ili uweze kunisamehe? Basi Ovi akasema unapika chakula wewe unajua kupika? Akasema najua kupika, nitakupikia vizuri sana. Basi akasema sawa. Nione kama unajua kupika. Tutajua itakuwaje. Ila sikuahidi kama nakuja. Jamaa akasema najua hiyo ni umekubali, mimi nakusubiri. Umeona? So ikabidi jamaa siku ile aweze kuandaa date nyumbani kwake. Amepika vizuri hapo, ameandaa maua, amemwaga kwenye meza unaambiwa kwa ajili ya kuweza kumpokea nani? Ovi. Anasikia mlango unagongwa, anajua ni Ovi mwenyewe amefika huyo. Ghafla anafungua anakuta ni Regina. Umeona? Sio Ovi. Akawa ameshangaa. Anamwambia Regina, unafanya nini hapa? Regina anasema nafanya nini kwa mpenzi wangu? Nimekupigia simu upokee, nikaona ni bora nije afu nimesahau funguo ofisini. Kwa hiyo nimemwambia rafiki yangu aletee funguo hapa. Akasema mbona kama unashangaa kuniona? Vipi? Akasema no, sijategemea tu. Akasema nimekuja kwa sababu nimekuja, unafahamu kitu ambacho nataka tufanye. Nimekumisi. So Regina alikuwa anaomba afanye mapenzi. So anaangalia kwenye meza anakuta kuna maua, kuna chakula, kuna kila kitu ambacho labda ni mtu ambaye amepanga kukutana na mwanamke. Akasema hivi vitu vyote vya nini? Mbona unanishangaza? Akasema jamaa ikabidi azuge. Hicho ni surprise kwa ajili yako. Nilikuandalia, nitaka nikusurprise, lakini cha ajabu ni kwamba wewe mwenyewe umeshow up. Nilijua utakuja tu. Akasema hapana, mimi sio mjinga boy. Huyu ni mwanamke ambaye labda ulikuwa umemwandalia hichi kitu.
mimi nimekuja hapa umeshangaa mimi kuja. Ningekuwa nimekuja na uliniandalia mimi ungefurahi, lakini ni kama vile ulikuwa umemwandalia mtu mwingine. Akasema no. Nitaka nikusurprise, nitaka nikupigie simu, lakini cha ajabu ni kwamba wewe ndio umenishangaza. Maana sikiliza, mimi sio mtoto mdogo, niambie hii ni zawadi ya nani? Umemwandalia mwanamke gani hapa? Vipi, mimi ni side chick au mimi ni main chick, una mchepuko mwingine? Akasema okay, sawa, nimeelewa. Mimi ni side chick, si ndio? Sawa, nashukuru. Na kwa hicho ulichokifanya, sidhani kama mimi na wewe natakiwa tuendelee kwa haya mambo tulikuwa tunaenda kuyafanya. Na kwa heli, akawa anataka kuondoka. Anafungua mlango, cha ajabu Ovi pia alikuwa amefika. Anamkuta Regina hapo. Kumbuka wanafahamiana. Akamshangaa Regina. Na Regina akasema Ovi. Wakawa wanamshangaa Jidena. Jidena anasema vipi? Kwani nyinyi mnajuana? Akasema kwa hiyo okay, Ovi wewe ndo date ya huyu mshikaji? Akasema Akasema okay. Kwa hiyo unatoka na huyu jamaa? Sikiliza, mimi ni mpenzi wake, niliyekuwa mpenzi wake wiki 2 zilizopita, alinitongoza. Kwa hiyo mama, kama wewe huyu ni jamaa wako, jua kabisa hauko sehemu salama. Inabidi tu uachane na huyo mshikaji kwa sababu tabia yake ni kutongoza wanawake na kuwachezea. Na nimeona zawadi aliyokuandalia pale, amekuandalia wewe, lakini nilipofika mimi akasema eti ni zawadi yangu. Ona huyu mwanaume alivyokuwa ni waajabu. Umeona? So Ovi pia anagundua kwamba huyu jamaa ni muongo. Baada ya kumpatia nafasi mara 2 nzima, lakini jamaa end up kumdanganya. So ikabidi Ovi aondoke. Basi baada ya hapo unaambiwa Regina pia akaondoka. Jamaa akajikuta pia amepoteza watu wote wawili. Akamepata hasira sana. Basi unaambiwa huku Ovi amerudi nyumbani na anamwambia Samantha, Samantha, mimi ni mjinga sana. Sidhani kama mimi ni mwanamke nina akili kwenye hii dunia. Akasema kwa nini? Akasema huwezi kuamini, nimeenda nimekuta yule Jidena anatoka na Regina rafiki yetu. Akasema hapana, unanidanganya. Akasema Regina huyu? Akasema ndio. Wanakaa mtaa mmoja na kumbe ashamtongoza na wana wiki 2 hapo kwenye mahusiano. Kwa muda wote mimi najifanya eti namtaka kiukaribu, kumbe alikuwa na mwanamke mwingine. Na cha ajabu ni kwamba hata siku ya tarehe ya birthday yangu Regina ameniambia alikuwa na ule mshikaji na walilala pamoja. Basi unaambiwa kama amechoka baada ya kupata hiyo story. Huku jamaa yetu yupo na D leo na anasema mwanangu, nimezingua sehemu zote mbili. Sidhani hata naweza nikapata msaada sehemu yote. Muona D anamwambia nishakwambia mimi utulie na mwanamke mmoja lakini ukunisikia. Uliona mimi kama na bobwaja tu. Akasema sasa unadhani nafanya kitu gani tena hapa? Akasema hauna njia ya kufanya hapo mzee, ushazingua wewe. Inabidi utulie. Akasema nitajitahidi nimuombe msamaha Ovi kwa sababu nampenda sana. Yule ni mwanamke alinichanganya kinoma. Basi unaambia siku ya leo alikuwa na Susan yule bosi wake na Ovi, wakawa wanapiga story kuhusiana na biashara hapa na Susan akajikuta amesahau laptop hapa na akampigia simu nani? Ovi. Akasema niletea laptop yangu nimesahau hapo. Basi Ovi ameshuka hapo akawa ameletea laptop yake Susan. Basi wakawa wameangaliana na nani? Na Jidena hapa na baada ya Ovi kuondoka, basi Susan akawa amegundua. Akasema mbona unamwangalia sana sekretari wangu, kuna kitu gani? Akasema huwezi kuamini, huyu mwanamke nikikwambia kitu ambacho kinaendelea mimi na yeye huwezi kuamini na hutoniamini. Akasema usiniambie unampenda mfanyakazi wangu. Akasema wewe achana na hayo mambo kwa sababu sio kumpenda, tunamjua vizuri. Basi wakawa wameachana na hayo mambo. Basi siku ya leo naambiwa Regina Ovi pamoja na Samantha wakawa wamekutana nyumbani. Wakawa wanapiga story kuhusiana na mambo ya zamani waliokuwa na yafanya chuoni, lakini pia wakawa na discuss mambo kuhusiana na Jidena. Akasema kwa hiyo ulikuwa na date na Jidena kwa muda gani Regina? Regina akasema ni wiki 2. Yule jamaa alikuwa ananiona nakimbia pale mtaani na akaanza naye kujifanya anakimbia, akapata namba yangu, kanitongoza, nimeingia kingi, nimeanza kulala naye. Mwisho wa siku nashangaa ana show up Ovi na anasema eti pia ni date yake. Akasema yule mwanaume amejua kutuchanganya. Akasema lakini mwisho wa siku mimi nimeachana naye, inabidi kila mtu aendelee na maisha yake. Yule mwanaume ni muongo na ni muongo kama wanaume wengine, kwa hiyo inabidi asistress. Ovi akasema lakini huyu jamaa kwa nini mimi anaendelea kunipigia simu? Aache kunipigia simu, nishamwambia achane na mimi lakini aache kunipigia simu. Sijui nimfanye nini. Akasema inabidi umblock kwa sababu wanaume kama hawa hawastahili kabisa upendo wa mwanamke. Basi unaambiwa Ovi akawa ameblock hapo Jidena. Umeona? So Jidena baada ya kuona ameblokiwa leo amekuja kumfuata nani? Ovi nyumbani. So Ovi anashangaa, wewe nishakwambia usinifuatilie na tukutane tu kazini, kwa nini umenifuata hapa? Akasema nimekuja kwa sababu sikupati kwenye simu. Akasema sihitaji mahusiano na wewe. Akasema sawa, lakini tutaendelea hivi mpaka lini? Nimekuja kuomba msamaha na nimejua nimekosea kitu ambacho nimekifanya. Akasema umekosea, inabidi muombe msamaha Regina, sio mimi. Umeona? So akawa ameachana hapo na wameenda ofisini pamoja siku ya leo. Basi jamaa akamwambia sawa, najua siwezi nikaa tena na mahusiano na wewe kama tulivyokuwa tunataka kufanya mwanzo, lakini vipi kuhusiana na urafiki? Regina Ovi akasema urafiki gani? Mimi sitaki kuwa na rafiki mtu malaya bwana. Wewe ni malaya. Jamaa akasema sawa, leo kuna sherehe ya harusi ya rafiki yangu, tunaweza tukaenda wote, ukawa kama rafiki yangu wa pembeni, kama rafiki yangu wa kike. Basi Ovi akasema sawa, kwa sababu ni rafiki yako tutaenda, nitakusaidia tu kwa sababu ni mtu ambaye anafanya na wewe kazi. Kiundani ni kwamba Ovi pia alikuwa anampenda huyu jamaa, lakini ndio hivyo tabia zake zilikuwa zinamkatisha tamaa. Basi wameenda kwenye sherehe na baadaye wakawa wamerejea nyumbani. Basi anamrudisha nyumbani
Jidena amerudisha nyumbani Ovi, wanapiga story kwenye gari, na ghafla anakuja kugundua kwamba Regina alikuwa na Samantha pale nyumbani. Basi anamuona kwa mbali, anasema hebu usifike hata pale, simamishia hapa, wakiniona hao watu wakikuona itakuwa ni show mbaya. Basi ameshushwa hapo na Jidena, ameshuka zake. Cha ajabu Samantha pamoja na Regina akawa amemuona aliyemshusha pale ni Jidena, akawa anashangaa huyu mwanamke vipi tena. Akasema mwanamke, tumeona aliyekushusha, ulisema umemblock na una mawasiliano naye, vipi, kitu gani kinaendelea? Akasema amesema tu anataka mimi na yeye tuwe marafiki. Kwa hiyo nimeona sio kitu kibaya. Akasema marafiki, si ndio? Wewe ndio ulisema umtaki. Vipi? Okay sawa, unamtetea sana. Kuna kitu ambacho kinaendelea wewe na yeye. Wakawa anacheka hapa. Akasema hapana, hamna kinachoendelea. Regina akawa anasema kwamba hivi una uhakika unataka urafiki na mshikaji kwa sababu umeona tabia yake ilivyo? By the way, mimi sina cha kuongea kwa sababu mimi nishamalizana naye, umeona. So, Ovi akawa anahisi kama vile Regina atakuwa anajisikia vibaya. Akasema Regina, vipi lakini tuko vizuri? Akasema vizuri kivipi? Akasema mimi sina shida. Mimi nishaachana na yule mwanaume na nilikuwa sipo kwenye mahusiano naye. Tulikuwa tunafanya tu kitu fulani hivi, kulala pamoja na vitu kama hivyo hapo. Oya girls, mimi naondoka na waacha. Ila Ovi kuwa makini na huyo jamaa. Basi akawa amemwaga hapo. Na Samantha akasema mimi nilijua wewe unampenda huyo jamaa na uwezi kumwacha. Usijifanye kama unajificha. Sawa? Mimi naelewa kitu ambacho nakifanya, lakini kuwa makini, umeona? So siku ya leo jamaa alikuwa amemwandalia tena date Ovi na akamuita nyumbani kwake. Basi leo naambia Ovi amekuja na amepikiwa chakula na Jidena pale amekula. Akasema hii chakula umepika wewe kweli? Akasema ndio nimepika mimi. Na ningekuwa na mwanamke kama wewe ningekuwa nakupikia kila siku, naambiwa. Akasema ungekuwa na mwanamke kama mimi na wanawake wengine 20, si ndio? Yani me and other babes, ndio? Jamaa akasema hapana, nimejifikiria kuhusiana na tabia yangu na nimeona kama wewe ndio mwanamke ambaye siwezi kuacha kufikiria, na nahisi kama wewe ndio mwanamke ambaye unatakiwa kuwa na mimi, na leo nataka nikwambie ukweli kwamba nakupenda na ndaacha mambo yote kwa ajili yako, umeona? So Ovi akawa ameambiwa maneno mazuri sana na Jidena hapa, na akajikuta naye ameingia kwenye kingi. So akawa anajikuta wamekiss na rasmi wameingia kwenye mahusiano siku hiyo hapo, na jamaa kama amembeba mtoto na amempeleka chumbani kwa ajili ya kufanya kitu. So movie yetu kama imeishia hapa, na by the way hii ni moja kati ya movie ambayo ina mafunzo makubwa sana kwa wanaume, kwamba siku zote umalaya hauna faida yoyote. Inabidi utafute mwanamke ambaye atakufaa alafu utulie naye. So niambie wewe umejifunza nini kupitia kwenye comment section, na niambie pia unatamani kumuona star gani mwingine kwenye movie inayofuata. Thank you for your time, thank you for watching, bye bye.